Katika ulimwengu wa sasa wa sayansi na teknolojia, tumeshuhudia teknolojia ikikua kwa kasi sana, hasa katika upande wa uchukuaji matukio, nikimaanisha kuchukua picha na video. Na hapa ndipo tunapoenda kugusia masuala mazima ya drone. Ili kupata muonekano mzuri na bora wa matukio, hapa ndipo sasa drone inapohitajika, kwa maana kwamba aerial view inahitajika. Karibu sana Agarental. Na leo tunapoenda kuzungumzia drone, tupo na drone kutoka kampuni ya DJI inayoitwa DJI Mini 4 Pro. Karibu tufungue ndani tuone nini kilichomo. Hii hapa inaitwa controller. Hii ndio inatumika kucontrol drone yetu. Na hizi hapa ni betri, huwa zinakaa 3. Hizi pia ni betri ambazo zinatumika kwenye drone. Lakini pia tuna drone hii hapa. Hii ndo drone yenyewe ambayo tulikuwa tunaizungumzia, inaitwa DJI Mini 4 Pro. Ili kusudi uweze kuendesha drone, vipo vitu ambavyo unatakiwa uvizingatie. Na miongoni mwa vitu ambavyo unabidi uvizingatie ni kama ifuatavyo. Sasa cha kwanza, zingatia maeneo unayorusha kama ni salama, kwa sababu drone inaweza ikagonga maeneo mbalimbali. So zingatia maeneo unayorusha kama ni salama. Hapa nazungumzia uwepo wa wanyama, binadamu au majengo au miti ya karibu na eneo lako ambalo unarusha. Baada ya kujiridhisha matukio yako, maeneo yako yote yako sawa, basi ndio muda sahihi wa kuangalia kifaa chako. Sisi tumekwambia leo tunayo hii hapa kutoka kampuni ya DJI, inaitwa Mini 4 Pro. Kwa hiyo tutaitoa cover yetu hapa, tuiandae kwa ajili ya kuflight, lakini pia zingatia propeller kama zitakuwa ziko vizuri, na baada ya hapo zifungue propeller zako. Yes. Kwa hiyo ukishaanza kuzifungua propeller zako, ziangalie tu ziko sehemu salama, hazijakatika, kila kitu kimekaa uhakika, na baada ya hapo sasa angalia betri yako kama zina charge. Mfano, hii combo hii bana ni betri 3, na hizi betri 3 zinaweza kukaa hewani dakika 45 kwa kila betri. Yes. Kwa hiyo nitaangalia charge, na baada ya kudhibitisha kwamba betri zangu iko full, nitaweza kuichomoa betri ambayo iko full na kuenda kuweka kwenye drone yangu. Kwa hiyo ngoja tuweke betri kwenye drone. Tushaweka betri yetu kwenye drone, na kinachoenda kufuata sasa ni kwenye hii controller yetu, ni kwenda kuiweka hizi control stick kwenye drone yetu. Ngoja tuweke control stick hapa. Tuweke control stick. Yes, na baada ya hapo sasa tunaenda turn on. Kwenye turn on kama kawaida formula DJI ni first place, second, long place. Kumbuka hii hapa ina modi zote, ina cine, ina normal na sports. Kama ni beginner au kama uko kwenye eneo ambalo halitaki haraka sana na kushauri kwenye cine, kama eneo lako liko normal way, yani halina mambo mengi, unaweza kuweka kwenye normal ili kusudi ku maintain speed. Hizi number, hizi S, N and S zina affect speed. So kama eneo lako au kama unachokifanya hakina speed sana, make sure unaweka kwa speed kulingana na ambayo unaitaka. Kwa hiyo mimi nishaiwasha na sasa hivi niko tayari kuconnect. Yes. Usipendelee sana kushasha drone yako kupanda juu moja kwa moja kwamba no. Take time, set kamera yako vizuri, set kila kitu chako vizuri, make sure format ambayo unaishoot ni sahihi. Yes. Make sure kadi ipo. Kama unashoot color, kama unashoot log, kama unashoot quality labda 1080 au 4K, make sure umeset kila kitu ambacho unataka kukipata katika ubora mzuri, and then baada ya hapo you'll be good to go. So, ladies and gentlemen, now let's take a flight. Usiweke drone yako kwenye sehemu ambayo ni chafu kama hii, unabidi utafute kitu kinaitwa landing pad. Na kama utakuwa kwenye maeneo ambayo ni magumu, basi unaweza kutafuta kitu chochote ambacho utakipata maeneo hayo kusudi kiweze kukusaidia. Mfano, kwa maeneo yangu nimepata hili mbao, kwa hiyo ndio nitakaloiweka chini. Ila ukiwa na landing pad yako kwenye begi, it will be amazing tajiri. So let me put it down. Na drone yangu sasa nitaweza kuiweka salama. Ukifanya hivyo, drone yako itakuwa salama zaidi, kwa sababu haitogusa sehemu yoyote, haitochubuka au kuingiza michanga kwenye gimbo, kwa sababu gimbo ikiingiza michanga huwa inaanza kustuck na pengine kuanza kuzengua, kwa sababu kusudi upate stable videos, that means movement ya gimbo inabidi iwe vizuri, yani kwenye axis zote. Take off kuna namna
tofauti ambazo unaweza kuamua ku take off. Unaweza ukaianzishia chini, au pia unaweza ukaianzishia juu. Ndio tuanze. Tunaianzishia chini, halafu tunaipandisha juu. Cha msingi, hold this control chini, halafu unapanda design kama hiyo hapo. Tumesikia home point has been activated, kwa maana kwamba tukireturn home, hii ndio sehemu ambako hii drone yetu itarudi. Kumbuka hii hapa ina sensa maeneo manne, na kwa maana hiyo sensa hizi zitaweza kuifanya drone isigonge sehemu yoyote. Yes, kwa hiyo itakusaidia maeneo yote, itaweza ikuwa salama. Yes, so hiyo ndio Mini 4 Pro yetu, tayari iko hewani, iko on air. Lakini pia mechanism nyingine ya kufanya drone yako uweze kuitake off ni kama hii hapa. Inaweza ikatokea sometimes unataka kurusha drone yako na upo kwenye eneo la maji, huwezi kuweka chini, so lazima uitake off kutoka kwenye mkono, na ndivyo unataka kufanya. Unaweza hold na ukapanda, au ukatumia hii ya kwenye controller kwamba take off, na hapo itapanda juu takribani mita 2 tajiri. Hii hapo imeweza kupanda, imepanda mpaka juu zaidi. Kumbuka itaenda juu, nishakwambia itaenda tuisi mita 2. So cha kuzingatia, make sure kwamba unakuwa kwenye distance nzuri juu, kama hamna miti, hamna vitu kama hivyo, drone iweze kukaa juu. Na hapo unaposikia sensors zinanipigia oni, kwa sababu zina sense object zipo tayari. Kwa hiyo namna pia ya kutua ni ile ile. Nitoe hapa. Namna ya kutua, nitabidi niweke mkono wangu ili kusudi niweze kuitua. So naiambia karibu hapa mkononi. Nimeweza kuitua bila kugusa chini. Hii ni njia nzuri pia kama kwenye eneo ambalo lina michanga, lina vumbi, na hamna mechanism yote ambayo unaweza kuitumia kudaka drone yako, kuweka drone yako chini. Basi just take it from your hand, take off. Kuanzia hapo itaweza kwenda na itaweza kurudi vizuri. Hii ni drone nzuri kwa sababu pia ina rekodi portrait. Unaweza kupata video nzuri kwa ajili ya simu yako direct kutoka kwenye hii kamera. Kwa hiyo ina rekodi portrait. Kwa button moja tu unaweza kurekodi, kubonyeza, na hii gimbal itabadilika, itakurekodia video yenye usawa wa simu yako, kwa maana kwamba 16:9 inakuwa 9:16. Kwa hiyo utaweza kuona video yako vizuri. Hii ni 4K mpaka frame ya 100, kwa hiyo ni kitu kizuri kukupa, na milimita hapa ni 24, inafunguka 1.7. So you can imagine hata kwenye low light unaweza kupata mwanga mzuri kwa sababu inafunguka mpaka 1.7. Imagine, that's very nice drone, very simple, very good. Na battery inakaa muda mrefu, na hapa sasa tuko tayari kwa kuendesha. Kwa hiyo ndugu yangu, nikwambie karibu sana Agalens. Tutakodisha hii drone kwa gharama nafuu kabisa, na hii ni drone nzuri ambayo hutakiwi kuikosa ukiwa unaenda eneo la tukio au kwenye video yako au picha za namna yote. Kwanza ni simple to carry, inaruka kwenye maeneo mengi, ni DJI Mini 4 Pro. Kwanza ni current, yes, a good drone. Yeah, although washatoa Mini 5, lakini kama ni mtu ambaye unatafuta 4K ya FPS 100, hii ni among the best 4K drone ambayo unaweza kukusuggestia na kuinunua. Yeah, so without wasting time, tunasema kwamba quality ya vifaa vizuri itakupa matokeo mazuri ya kazi yako. So have a nice time, and let me show you, shoot myself 360, you will be watching. Take off. Home point up. Nataka nijirekodi hapa. Niangalia kwanza mwanga umekaaje hapa. Hii unayoiona hapa ni video ya drone, na hii video imerekodiwa na Mini 4 Pro kama unavyoona. Very nice, very good, very amazing video. Lakini pia usisahau video nyingine iliyorekodiwa nimerekodiwa na FX3 ikiwa na 24500. Hii vifaa utavipata kwetu Agalento kwa gharama nafuu kabisa. Kumbuka hii video nakwambia ni ya drone tajiri. Quality nzuri sana kama unavyoona, inaendelea kunirekodi. Amazing shot. Ciao, have a nice time. Hii ni 4K frame ya 50. Karibu.